Mkristo ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Maana yake baada ya kumwamini amekubaliana naye, maelekezo yake, taratibu zake, mambo yote atakayomwambia Yesu Kristo ayafanye, anayafanya. Mambo yote atakayomwagiza Yesu Kristo huyu mwamini ayafanye, anayafanya. Kwa hiyo kuna maisha ambayo Mkristo anatakiwa ayaishi. Ni maisha ambayo Yesu Kristo anayataka na anayapenda kuishi. Yesu Kristo anapenda watu, na ndiyo maana Mkristo anatakiwa aishi maisha ya upendo, kwa sababu Baba yetu yeye anatupenda. Baba yetu ndio limbuko au chanzo cha upendo. Aliweza kujitoa yeye mwenyewe kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo Yesu ana upendo, na sisi maisha tunayotakiwa kuishi wa Kristo ni maisha ya upendo. Usiwe na chuki, usiwachukie wenzio, usiwafanyie mambo mabaya wenzio. Hebu wapende. Hata kama kuna mtu anakufanyia mambo mabaya, vitimbwi, wanadamu huwa wakati mwingine wanafanyiana vitimbwi, wanafanyiana mambo mabaya. Wewe hebu muombee yule mtu, mwambie kwamba hili jambo nilifanyia sio zuri. Akiendelea kufanya, hebu muombee, kabisa kwa Mungu. Mungu atamshughulikia. Na wala usimchukie, na wala usimfanyie mabaya na wewe. Kwa hiyo Mkristo unatakiwa uwe na upendo. Ndio maisha ya Ukristo yanavyotakiwa. Mkristo vile vile anatakiwa awe mwaminifu. Uwe mwaminifu katika kazi yako, uwe mwaminifu katika ajira, pengine umeajiriwa. Kwa mfano, katika ajira uliyoajiriwa, mlishaambiwa kuripoti saa 2. Kwa hiyo uwe mwaminifu saa 2 hiyo kweli unaripoti kazini. Kama kuna muda labda umebanana, umefikia hatua umekuwa na jambo fulani limeingiliana, ni vizuri ukatoa taarifa mapema kwamba muda fulani nitachelewa kufika, au siku fulani au kesho sitafika. Kwa hiyo anakuwa na taarifa yule mwajiri wako. Unakuwa mwaminifu. Uwe mwaminifu hata katika familia yako. Familia unapoishi pale, uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na mambo mabaya, mambo ambayo sio mwaminifu, mambo ya uchepukaji mfano. Unakuwa sio mwaminifu, muaminiane mke na mume. Hiyo sio nzuri. Kwa hiyo tuishi maisha ya Ukristo, maisha anayotaka Kristo.